Ndugu mzazi, mwalimu na mwanafunzi, hivi tunafahamu kwamba mazoea yanaharibu mafanikio ya mtoto. Mazoea ni mambo ambayo mwanafunzi anafanya kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa mazoea yanaweza yakasababisha mwanafunzi kufaulu au mazoea yanaweza kusababisha mwanafunzi kufeli katika masomo yake. Sasa leo nitaelezea mazoea mabaya ambayo yanaweza yakaharibu future ya mwanafunzi, yanaweza yakaharibu mafanikio ya mwanafunzi. Jambo la kwanza ni matumizi ya simu. Mwanafunzi anapotumia simu kwa muda mrefu sana ikamsababisha kufahamu kila kitu ambacho kinaendelea mtandaoni, hii inaweza ikasababisha madhara sana, na wengi inasababisha concentrate, kutozingatia masomo kutokana na madhara kutumia simu kwa muda mrefu. Kwa hiyo mwanafunzi hapaswi kutumia simu kwa muda mrefu kiwango cha kuweza kumwathiri katika masomo yake. Jambo la pili ni kulala bila mpangilio. Ni mara kadhaa tunaona wanafunzi wanalala bila kufuata utaratibu maalum. Usiku utakuta mwanafunzi anaangalia video kwa muda mrefu, anachelewa kwenda kulala. Hii inasababisha mwanafunzi kuchelewa kuamka, lakini pia akienda shule anasinzia. Kwa hiyo hii inaweza kumwathiri mwanafunzi kidogo kidogo, na hatimaye kuweza kufeli katika masomo yake anapokuwa shuleni. Lakini jambo lingine ni mwanafunzi kusoma bila ratiba. Mwanafunzi hajiwekei muda maalum wa kusoma, mwanafunzi kutojiwekea muda maalum wa kupumzika, kutojiwekea muda maalum wa kuwasaidia wazazi. Kwa hiyo mwanafunzi atakapoishi bila ratiba inaweza kumwathiri kidogo kidogo, na hatimaye akaweza kufeli katika masomo yake anapokuwa shuleni. Lakini kitu kingine, mazoea mengine ni mazoea ya kuhairisha mambo. Kwa mfano mwanafunzi anakuambia nitasoma kesho, na kwa inapofika kesho anahairisha tena. Yaani kesho inakuwa kesho, kesho inakuwa kesho, kesho inakuwa kesho, na hatimaye mtihani unafika, mwanafunzi hajaelewa kutosha na inapelekea kufeli katika masomo yake. Hii ni tatizo sana kwa wanafunzi wengi, hali ya kuhairisha mambo. Haya ni mazoea mabaya sana ambayo mwanafunzi hatakiwi kuendelea nayo. Lakini jambo lingine ni kusoma karibu na mitihani. Kwa mfano wanafunzi anapotangazwa mitihani, labda bado wiki moja, bado siku mbili, bado siku tatu, ndio mwanafunzi anakumbuka kushika daftari, kushika kitabu, kujisomea. Sasa hii inaweza kusababisha mwanafunzi kumwathiri, maana kufeli, kwa sababu bado hajaandaa tangu mapema. Kwa hiyo jambo bora ambao jambo nasema walimu wengi ni mwanafunzi kujiandaa mapema kabla ya mitihani. Shule inapofunguliwa tu mwezi wa kwanza, basi mwanafunzi aanze kuzingatia masomo. Hii inaweza kumsababisha yeye kuelewa vizuri, kusoma katika utaratibu mzuri, kusoma bila pressure, na hatimaye kuweza kufanikiwa katika masomo yake. Haya ni mambo ambayo mimi katika uchunguzi wangu nimeona ni mambo ambayo yanawaathiri wanafunzi wengi sana katika utafiti wangu haraka ambao mimi nimefanya. Sasa naomba niandikie na wewe hapo, ni tabia ipi au ni mambo gani yanaweza kumwathiri mwanafunzi, au ni mazoea gani yanaweza kumsababisha mwanafunzi kufeli. Nitapitia, nitasoma, na kama utakuwa umejifunza chochote katika video hii, basi share kwa wengine ili sote tuweze kujifunza na kufaidika zaidi. Asante kwa kunisikiliza, na tukutane katika masomo yanayoendelea.